Kwanza kilimo, tuna maafisa kilimo kwa sasa tunao 73 ambao ni wa kilimo, kuna umwagiliaji na ushirika. Ushirika tunaye afisa mmoja, umwagiliaji tunaye mmoja, na hao wengine wote ni maafisa kilimo, na hawa wamesambaa katika kata zote 23 na baadhi ya vijiji tayari vina maafisa ugani, na lengo letu ni kuomba serikali tuweze kufikisha angalau kila kijiji kiwe na afisa kilimo ili wakulima wetu waweze kufikiwa kupata huduma kwa haraka. Na katika wilaya yetu tuna mazao ambayo tunayazalisha, na mazao ya biashara na mazao ya chakula. Mazao ya biashara ni pamoja na tumbaku, pamba na alizeti, ndio ambayo sasa hivi yameshika kasi, lakini tunayo mazao ya chakula kama mahindi, mazao makuu mahindi, muhogo na mpunga. Lakini sasa tuna zao lingine la nyanya ambalo linafanya vizuri katika wilaya yetu, Mheshimiwa Mkurugenzi, na unaweza kaona hata kwenye taarifa zetu tunaweza kaona makusanyo ya nyanya yalivyo, kwa maana kwamba ukienda kwenye maeneo mengi sasa yaliyo karibu na ziwa yenye vyanzo vya maji, nyanya ni nyingi sana, pamoja na mazao mengine ya bustani kama matikiti maji na kadhalika. Tuna mifumo yetu ya utoaji wa taarifa. Tunao mfumo wa ARDS ambao sasa hivi kidogo tunaboreshwa, unaendelea, lakini sisi kama wilaya tumetengeneza mfumo wetu wa kukusanya takwimu ambao unatusaidia kupata taarifa za kila mwezi, kila wiki, namna gani ambavyo shughuli zetu za kilimo zinaenda. Kwa hiyo tuna taarifa ambayo inakusanya uzalishaji, na kwa sasa uzalishaji wa mazao tumeshafikia tani 52,000 mazao ya chakula ambayo tumeshavuna kati ya tani 73,000 ambazo zilikuwa zimelengwa. Tujaweza kufikia malengo ya uzalishaji wa mazao ya chakula kutokana na hali ya hewa ilivyokuwa kipindi katika msimu huu ulioisha, unaoendelea kuisha. Lakini pia tunao zao la pamba, tunaendelea nalo sasa hivi katika ununuzi. Wakulima wanaendelea kuvuna na kuuza zao lao. Mwisho wa mwezi wa 7 tutapata takwimu za uzalishaji kwa jumla, tumepata kiasi gani, ikiwa pamoja na alizeti ambayo tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais, katika wilaya hii mwaka huu katika msimu huu tulipata tani 12.89 ambayo ilienda kwa wakulima wetu wote katika kata zote 23 za wilaya ya Chato, na sasa tunaendelea kukusanya mazao. Lengo ni kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanakuwa na chanzo mbadala cha kuendelea kuongeza kipato katika uzalishaji. Lakini tuna mfumo wa usajili wa wakulima. Mheshimiwa Mkurugenzi, tulianza usajili wa wakulima mwaka 2022 na leo tunavyoongea sasa tunakaribia wakulima 30,000 waliosajiliwa kwenye mfumo wa wakulima, mfumo wa TFRI. Na wanaposajiliwa wakulima wetu wanapata namba kwa ajili ya kuweza kupata mbolea za ruzuku ambazo zinatolewa na serikali. Lakini pia wanapokuwa wamesajili pia wanapata mbegu ambazo zinatolewa kwa ruzuku, pia zinatolewa kupitia namba hizo. Kwa hiyo wakulima wote wanapaswa wasajiliwe. Lakini pia ili kuongeza uzalishaji tija katika mazao yetu yote ya biashara na chakula, serikali imeanzisha utaratibu wa kupima maeneo yote, kupima afya ya udongo. Katika wilaya yetu mwaka 2024 tulipata kifaa cha kupimia udongo, na tumeanza kupima udongo tangu 2024 mwishoni kuelekea 25. Tumefanya kazi vizuri na 26, na kwa sasa tuna sampuli zaidi ya 3,000 zimepimwa na wakulima wamepata vyeti na ushauri na nini cha kufanya katika mashamba yao ili kuweza kuongeza tija. Kwa tunaendelea kuhamasisha upimaji wa afya ya udongo. Wakulima wote wanapaswa kupima mashamba yao ili waweze kujua aina ya mbolea inayotakiwa, kiasi gani kinachotakiwa, na kwa wakati gani na kwa aina gani ya zao. Mifumo mingine ya kufanya kazi ni ya kwetu wenyewe, tunatengeneza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi zinaenda vizuri, ikiwa ni pamoja na mfumo wa M-Kilimo. Tulianza zamani kidogo 2021 mfumo wa M-Kilimo wa utoaji wa huduma za ugani kwa njia ya kidijitali,
na kwa kipindi hicho tulikuwa tumesajili wakulima 1048 mpaka 2023, lakini baadaye serikali ikaboresha mfumo, katengeneza mfumo unaitwa e-kilimo, kwa maana ikameji ule mfumo wa m-kilimo ukawa ndani yake. Sasa wakulima wetu wanapata pia huduma kupitia mfumo wa e-kilimo, ambayo kupitia simu zetu za kawaida mkulima anaweza kauliza maswali, anaweza kaomba ushauri na akapata ushauri kwa muda mwafaka bila kutegemea afisa wa eneo husika au afisa hawezi kukimbia kutoka wilayani kwenda mpaka Mnekezi, lakini akiingia tu kwenye simu yake anaweza kaomba ushauri na akapata usaidizi kwa haraka. Kwa njia hii imeweza kusaidia wakulima wetu pia kupunguza ile kero ya wakulima kukosa huduma kwa haraka kutokana na uhaba au finyu wa maafisa ugani.